katika 40 ya kumbukumbu ya wale waliofariki na ajali ya ndege, mara mambo yanabadilika kuwa maandamano, watu wakitaka rais atuze ahadi yake ya kufichua kwamba ajali ya ndege ile ilitokana na nini, sio kuficha ficha tu. Muda huo waziri wa ulinzi naye akawa na press kusema kuwa dili lao la fighter jet mpya watasaini na John and Mark Asia badala ya Dynamic System. Lakini hospitali kule Taewong anatazama kwenye TV kwa ngeuke akisema madai yao kwamba wao hawataki compensation bali wanataka tu ukweli wa wapendwa wao kwa nini wamefariki. Muda huu rais naye na waziri mkuu walikuwa wakitazama press hiyo, kisha rais akaingia kwenye kikao na washauri wa serikali. Washauri wanaambia namna rahisi ya kuweza fanya mambo ya kuweza kwenda ni kusaini dili na John and Mark mapema sana kabla mambo hayajawa mengi. Baadaye waziri anamhakikishia rais kwamba watu watasupport tu hiyo idea ya John and Mark Asia, lakini kama usipokubali pia tuweza mtupa mkuu wa wizara ya ulinzi chini ya basi kama chambo, sababu wana picha zake akijirusha na wadada wa kitambaa cheupe ya Korea. Lakini koridoni Secretary Yoni akawa akisikiza kinachoongelewa na wakuu. Daljoni naye alipogeuka last time, kumbe alikuwa ni Mr. Park. Basi kabidi aendelee kwenye ofisi yake wakaongea vizuri. Jamaa anamwambia masuala yule reporter, Park anamwambia ataliangazia vizuri hilo swala kwa undani zaidi. Sio shida. Daljoni kisha akaenda baa kupata 2-3 na Kwang Deok, ambaye naye anamwambia itakuwa ni trauma tu, sio reporter kweli. Jamaa sasa hivi anamkubali Daljoni balao umwambie kitu. Ofisini kwa Suk anagundua Haeri anacheki simu yake kila muda. Anaambia tushogangu, kama wanataka kumpigia Taeyong si umpigie tu. Lakini issue yake ilikuwa sio hivyo. Yeye anashangaa kwamba kwa nini Daljoni hajampigia mpaka sasa hivi, wanatisi kaida yake. Au kuna kitu kibaya nilifanya jana usiku ambacho kilimboa huyo kaka. Kumbe yeye akumbuki lolote. Bila shaka Daljoni ndio maana hamzingatii kabisa. Ankilabo wao wakawa kwa zao mwituni wamejificha na Ozangmi, lakini mmoja wa watu wa Dosu anamwambia mkuu kwamba hamwamini Chief Min kama watawafanya maagent wa NIS kweli. Msaidizi wa mkuu akamkasirikia sana, anatishia kuua yoyote yule ambaye atadiriki kusema mabaya dhidi ya yule ambaye amewasaidia. Kisha akaingia kwenye container alipomfungia mwanamama na anamwamuru basi aseme kwamba mume wake yuko wapi. Lakini mwanamama kakalia msimamo wake, haambiliki. Jamaa akakasirika na kuchukua chuma kutoka motoni. Kinachoendelea mimi na wewe hatujui. Kisha kikao cha NIS, Chief Kang akawa analaumiwa kwa sababu ya Sangmi kukamatwa na Ankilabo na fakta kwamba Kimoji hajakamatwa. Kisha wakuu wakasuggest kwamba Kang atolewe kwenye operation hiyo, lakini director ane akagoma kabisa akitaka mzee abaki hapo hapo. Lakini anapa maelekezo Choi pamoja na Park wakamate Chief Mi pamoja na Sangmi na wiki tu ndo anayo kwa ajili ya kukamilisha hilo jambo. Wakishindwa basi watakuwa off work na barua za kufutwa kazi zitakuwa mezani kwao. Kumbe Choi ni panya wa Chief Min, hivyo anampigia simu na kumwambia walichoamuriwa kufanya. Mimi naambia atulie tu kidogo mpaka meza zitakapopinduka soon tu. Jessica naye akakasirika baada ya kugundua kuwa Min ameshaanza kuharibu mambo, sababu shida yake ni kwamba kama OG akikamatwa hiyo iko juu yao. Chief Kang naye huku anaambia director kwamba kuna panya huko NIS. Director basi akaelekeza kwamba ofisi yao waiweke nje ya zile ofisi za NIS na afanye kazi zao kwa usiri kabisa. Baadaye Haeri akatokea na Taeyong anauliza kwani sasa hivi tufanya kazi na walemavu? Mzee anambia mkuu niko safi kabisa. Akatuba magongo yake pale pembeni, lakini kumbe ana pain kinoma noma, hataki tu kuadmit. Ndo Kang kumpa briefcase ina signal za painkillers baada ya director kutoka kwamba hiyo itaweza kumsaidia. Lakini kidogo tu Kimoji mara simu yake ikawaka, wazee wakabidi warudi kwenye kazi. Wanaloketi eneo lake ni mtaa mmoja umejaa sana huko Morocco, lakini hawawezi jua hasa ni nyumba ipi, maana nyumba za hapo sebule ya huyu mlango unatokea chooni kwa nyumba ya pili. Namna pekee ni mpaka wawe karibu kabisa na eneo hilo ndo at least basi hizo kuonyesha kwamba ni wapi hasa. Hivyo Chief Kang akawakubalia basi waweze kwenda Morocco, lakini Taeyong anasema hamtaki Haeri kwenye timu hiyo atakuwa anaiongoza. Okay, Chief anaambia ni amri sio ombi. Yeye anadai kwamba sababu ni agent mpya atawachelewesha, itakuwa hatari sana, anaweza hata pia kufariki katika operation. Lakini Haeri akakasirika sana na kunuia kumuonesha bwana mdogo. Lakini bado alipokuwa peke yake akajaribu kumpigia Daljoni, inakwaje jamaa amkaushie kiasi hiko. Hajapokea simu, akampigia Kwang Deok ambaye alikuwa na Daljoni kwenye ile gym yake. Anataka kumpa simu, Haeri anasema hapana, nataka tu kujua kama kijana yuko salama na asimwambie kwamba alipiga simu. Lakini baadaye akatokeza pale gym alipomwona Daljoni, akaanza kupata aibu na kujifanya kaja kutrain na yeye. Mara Kwang Deok akajifanya kwamba ameumia, anaambia Daljoni amfunze. Lakini kwenye mafunzo anagundua kwamba NIS wamegundua Kimoji alipo, lakini Daljoni akawa ana body language ambayo Haeri alikuwa haielewi kabisa. Akaamua tu kuuliza nini ambacho kilitokea katika usiku wakiwa pamoja, lakini Daljoni anasema hakuna kibaya wala asijali. Kisha Daljoni anaambia pindi limeisha,
Lakini kimsingi Daljioni huyu dada akampenda, lakini hataki tu mambo yawe mengi. Kwenye ndege kuelekea Morocco kwa ajili ya mission muhimu ya NIS, Hairi anamkuta Daljioni kwenye moja ya siti mule, alafu kama anajifanya kusoma gazeti. Hairi alipomwona akashtuka, maana akawaza kwamba huyu jamaa ataharibu mission yao. Lakini kaka ana promise kukaa nje kabisa ya wanachokifanya. Walipotoa Morocco, Taewon na Hairi wakafika polisi kuuliza ushirikiano waliouomba, lakini wanaambiwa kwamba bado hawajawa approved na wakuu, so wasikilizie kwanza. Lakini walipoondoka tu, yule polisi akampigia simu Jessica na kumhakikishia kwamba hawatoshirikiana na NIS kabisa, asiwe na shaka kuhusu hilo. Jessica kumbe ana connections za kutosha kusaidia huyo polisi basi aweze kuwa chief, ila tu ahakikishe kwamba NIS hawamkamati Kimoji kabla watu wake hawajamkamata. Muda huo Oji mwenyewe yuko zake kwenye kijumba kimoja anatetemeka balaa, mpaka pale mtu mmoja alipomletea mazaga kutoka market. Lakini shida yake huwezi amini, alikuwa sio masuala ya mkate wala chakula, ilikuwa ni dawa za kulevya tu. Kisha anamwagiza kanunue na maji dukani. Anaingia online, anakuta habari ya mke wake kupotea. Juu ya hapo inaonekana ajali ya B357 ilikuwa ni ugaidi, sio ajali kama ajali. Akasoma article moja kumhusu Sangmi na kupanic alipoona kumbe simu yake nyingine ilikamatwa. Kwa hiyo akaamua kuivunja simu yake, hivyo ile tracker za NIS zikawa hamna shughuli tena. Lakini Hairi alipoona swala la mke wa OG yani Sangmi kupotea ile mtandaoni, akajua sababu ndio hiyo iliyofanya wapoteze connection. Taewon akaamua kuja na njia mpya kufanya msako, akagawanya timu icheki mitaani humo, maana jamaa asingeweza kaa bila maji, maana maji ya hapo ufanya watu ambao sio wakazi wa uwe kinoma noma. Kwa hiyo lazima jamaa atakuwa ananunua maji. Lakini katika hayo Hairi pekee ndo alikuwa hajapewa sehemu ya kufanya kazi. Alipomuuliza Taewon, anaambia yeye atakuwa in charge ya chakula na maji. Akaamua kumpa yake mbele ya wale wote ambao walikuwa pale, kwamba yeye hampi nafasi. Sasa atamuonaje bila kumpa nafasi? Lakini anaambia maagent wanaoleta vimbele mbele kufa katika mission kama hizi. Kwa hiyo akaamua tu basi kinyonge aende hivyo hivyo kununua hiyo menu pamoja na maji. Lakini akahisi anafuatwa na mtu kwenye ile store alipofika, lakini kumbe alikuwa ni Daljioni tu. Kwa hiyo Hairi asionekane loser, anasema kwamba anafanya shopping lakini ni undercover tu. Lakini Daljioni ana complain kwamba huyo mkuu hajui kumtumia, maana agent mzuri kama yeye hawezi kuwa undercover mnunua maji tu. Kisha anaambia yeye ni agent special sana pale NIS na anaamua basi wafanye kazi wao wawili tu. Lakini kila kataa na mazungumzo yanaendelea, anagongana na jamaa ambaye amejua kununua chupa nyingi sana za maji kama anaenda kuanzisha kisima katika nyumba yake. Lakini sababu ya ubizi wao kuongea hata wakumzingatia. Huko Korea, Jessica akiwa anaongea na watu wa Morocco, mara NIS wanaingia na kumchukua wakiongozwa na Chief Kang. Jessica anamuonya Chief kwamba anafanya makosa makubwa, lakini Chief hizo story kashachoka kuzisikia, akamchukua tu mkuku. Royhan anaambia tu Jessica akubali akae masaa 48, wakiwa hawana ushahidi basi watamwachia tu. Jessica anafika NIS, anashangaa kumuona Park naye yuko pale kwenye chumba cha mahojiano. Yeye anasema yuko pale kama mpenzi mtazamaji tu, lakini anaambia akili tu kuhusu ajali ambayo ameifanya, mambo siwezi kuwa mengi. Lakini Jessica anakaa na kuhusika na lolote lile kwenye ajali hiyo. Nje huku Min pamoja na Hwasuku wakiwa wanaangalia. Baada ya saa kama 4 hivi Hwasuku anamuuliza Chief Min kama ataenda kumchunguza Jessica. Anasema anamwacha kama saa 40 hivi, alafu masaa 4 baada ya hapo nitaingia kuongea naye. Huko Morocco ni siku 6 sasa, lakini bado hakuna saini za Kimoji. Amejifungia, lakini Taewon anasema tusijali tu, huyu jamaa kuna kitu kitamwishia, atatoka tu. Daljioni yeye akaamua akae kama homeless ili aweze kuchunguza mitaa vizuri. Alafu Hairi akawa anampitishia chakula mara kwa mara. Lakini yeye anamuuliza mapolisi lini wataanza kusaidia katika uchunguzi hapo. Kisha anakazia hoja yake waende nyumba kwa nyumba. Lakini Hairi anaambia watu wa huku hawatukusikiza kabisa sababu sio mtu wao. Lakini yeye anasema hana haja ya kugonga. Anaendelea kusema yeye, yani Hairi ni agent mmoja mkali sana. Lakini Hairi anampanga ukweli kwamba yeye sio special agent, na sababu pekee yuko hapo ni kwa sababu alifanya fujo huko ofisini ndio maana akaruhusiwa. Lakini Daljioni kwa moyo anaambia hapana, wewe ni agent mmoja wa maana sana, haujui tu na wenyewe hawajui. Asubuhi inayofuata Taewon akafanya kikao. Alipogundua kwamba polisi hawana muda nao, Hairi anamwambia anahisi jamaa atakuwa ameajiri mtu kwenda kumchukulia maji, sababu haiwezekani wiki imekata na hajatoka kabisa, na anashauri waulize wakazi. Lakini Taewon akamkatiza tu. Hairi baadaye akiwa kwenye shopping kama kaida yake akaamua kwenda rooftop akiwa na darubini akimwelekeza Daljioni nyumba zinazoweza kuwa na watu suspicious. Lakini si muda anaitwa na wanatimu, anaondoka huku akihofia Daljioni anaweza kukamatwa bila yeye kumsaidia. Kwa bahati mbaya jamaa kweli akakamatwa akiwa anaruka gorofani kama ana akili. Ikambidi basi Taewon amfukuzie. Hairi anaingia baadaye anaangalia drone ilichoona, na muda huo Daljioni akapanda gorofa moja na kukutana na drone face to face.
Hairi akampigia Daljoni chapu, anaambia watakuwa wamebadili ratiba za drone kuruka. Daljoni kabidi atafute basi sehemu ya kujificha, kisha akaona kwenye baraza moja kuna kupu mingi sana ziko empty za maji. Akaamua aende tu, akasahau kabisa na masuala ya drone. Anaambia Hairi asijichome kama wakimkamata yeye. Polisi nao wakawa wamemkamata jamaa anayemletea maji kimoji. Kwa hiyo wakati Daljoni anakimbilia mule ndani, polisi nao wako chini wakimwambia mwenye nyumba awapeleke kwenye chumba cha juu kabisa. Lakini Daljoni alipokuwa mule na kuona hamna mtu, akaanza kukagua. Ojia akamtime na kumwekea risasi, lakini bado mdogo akamuona kwenye reflection ya kabati, akavua maski, akamuonyesha sura na kumwambia waongee Kikorea. Na episode namba 7 inaisha hapa. Asante kutazama recap hii, tukutane next time. Ciao.